Msichana huyu mdogo aliweza kubadilisha kila chakula alichokula kuwa dhahabu na kukimwagia nje. Alipompa mwanamke aliyekuwa karibu naye ambaye alihitaji pesa kwa haraka, mwanamke huyo alidhani alikuwa anampa chokoleti tu. Lakini baada ya msichana huyo kusisitiza mara nyingi, mwanamke huyo hakuwa na budi kushika ile dhahabu. Kwa kuthibitisha kwa mwanamke huyo, aligundua kweli ilikuwa ni dhahabu. Hapo ndipo baba wa msichana akafika. Msichana huyo aliona mwanga wa zambarau ukitoka upande wa baba yake, ambao ulimaanisha ishara mbaya. Baba alikuja moja kwa moja na kumkumbatia msichana huyo, lakini sekunde iliyofuata msichana akamsukuma baba yake mbali. Ilikuwa ni kwa sababu aliona ukungu mweusi ukitoka kwenye paji la uso la baba yake, ambao ulimaanisha angeweza kupata ajali wakati wowote. Hata hivyo, msichana huyo hakujali sana kwa sababu bado hakujua ni aina gani ya ajali itakayotokea. Kisha msichana huyo akasema anataka kula, hivyo mtu huyo, akimpendelea binti yake, alipanga kumchukua kwenda karamu kubwa. Lakini wakati huo, gari lililopita mstari lilikuja kuelekea kwao kwa kasi. Ili kumlinda baba yake, msichana huyo mara moja akasonga mbele na kulisimamisha gari. Msichana huyo aligundua kuwa hii ndiyo ishara ya maafa yanayokuja. Baadaye, wawili wakaenda mkahawani wa kifahari, lakini bila kutarajia, msichana huyo hakuwa tu na nguvu za ajabu, bali pia hamu kubwa ya kula. Kabla mtu huyo hajaweza kutenda, msichana huyo akamwagia kipande kingine cha dhahabu. Akiogopa baba yake angegundua nguvu zake za ajabu, msichana huyo aliweza tu kudai ilikuwa ni chokoleti. Akambusu baba yake ili amwache atulie. Lakini wakati huo, ukungu mweusi ukaonekana tena juu ya kichwa cha mtu huyo. Haijalishi alifanya nini, msichana huyo hakuweza kuuondoa ukungu huo mweusi. Alikuwa na wasiwasi sana na akakisia kuwa chanzo cha ukungu huo kilikuwa nyumbani kwao. Wakati huo, dada wa kambo wa mtu huyo, akitaka kuweka urithi wote kwa ajili yake mwenyewe, akachukua simu yake na akadanganya kuwa mtu huyo alikuwa amepata ajali tu. Mwanamke huyo alipokuwa karibu kufanikiwa, mtu huyo akarudi nyumbani kwa wakati. Mwanamke huyo aliweza tu kuficha simu yake kwa muda. Hata hivyo, msichana huyo akaona kuwa kila mtu nyumbani alikuwa na ukungu mweusi kwenye mapaji ya nyuso zao, isipokuwa mwanamke huyu. Akakisia lazima iwe ni hila ya mwanamke huyu. Kisha, baada ya kuchunguza kila mahali, msichana huyo akahisi siri nyuma ya kifaa cha hewa baridi. Kisha akagundua karatasi ya hirizi yenye laana juu yake.